Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Mustafana Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi salatan yukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa yukrimuna binuril fahmi wa yudhihu lana ma ashkala hatta yufhama innahu ya'lamu wa la na'lamu wa huwa 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa shifaa'a sudurina wa dhahaba ahzanina wa kafaratan li sayyi'atina wa nawwir Allahumma bihi basairana wa absarana ya rabbal alamin waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina innaka ala kulli shay'in qadir. Mzee wangu Sheikh Abdallah Bawazir, Sheikh Abdallah Ndauga, raisi wa jopo la wanachuoni Tanzania, maimamu, viongozi wa msikiti wetu huu wa Kipata, waumini wenzangu, nianze kuamkia kwa maamkizi mema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote, kwanza namshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala anayetuwafikisha kwa mengi, na yeye ndiye mwenye haki ya kushukuriwa. Lakini hasa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati huu, kwa kunijalia nami ni miongoni mwa wale ambao pia mwaka huu nimeshiriki japo kwa uchache uradi wetu huu, ambao wengine tangu wadogo tumeukuta upo mpaka baadaye na sisi tukaingia katika minwali ya kuwa watendaji. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa fadhila hizi, lakini nitangulie pia nami kuwaombea Mwenyezi Mungu waasisi wa jambo hili. Mwenyezi Mungu awape vitabu vyao wale ambao wachatangulia kwa mikono yao ya kuume, na ayafanye makaburi yao ni raudha min riyadhil janna, na wala asiwe mashimo katika mashimo ya moto. Na hawa ambao wamebaki, Mwenyezi Mungu awape umri mrefu wenye kheri na wao na sisi, awaondoshe kila aina ya ajizi, uzito, na awatie nuru katika maisha yao. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, lakini pia nitangulie kumuomba Mwenyezi Mungu azikubali ibada zetu za mwaka huu tulizozifanya katika mwezi wa Ramadhani. Ibn Ataillahi As-Sakandari katika kitabu chake amekiita Al-Hikma Al-Ataiya, ana maneno anasema mle, rubbama Allahu yaftahu laka abwaba al-ibada wa ta'a wa la yaftahu laka abwaba al-qabuli. Inawezekana Mwenyezi Mungu akakufungulia na akakufanyia wepesi wewe katika milango ya kumwabudu na kumtii, ikawa upitwi na chochote, upitwi na saumu, upitwi na swala, upitwi na majalisi za kheri na dhikri kama hizi, upitwi. Kila kinapoitwa katika jambo la kheri wewe upo, lakini ikawa Mwenyezi Mungu hajakuruzuku kukufungulia milango ya kukubali yale yote uliyofanya. Hili nalo ni tatizo. Mwenyezi Mungu atukubalie saumu zetu, maadamu ametuwafikisha akatufanyia sahali na wepesi tukamwabudu kwa kufunga, kusoma Qur'ani, kuhudhuria darasa za tafsiri kama hizi na darasa zingine za kisheria, na kusimama usiku na kutoa vyetu. Basi Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake na huruma zake avikubali vyote, ili viwe sehemu ya uzito katika nyizani zetu za kheri siku tukikutana naye, siku ambayo hakuna mtu atakayenufaika kwa chake chochote isipokuwa yule aliyemwendea Mwenyezi Mungu kwa moyo uliosalimika, sisi na wazee wetu na vizazi vyetu. Bila hakika darsa hizi zimeanza tangu mwezi mosi Ramadhani, na hakika mmesikia mengi, mmesoma mengi ya date, na mimi ningetamani kuwepo siku zote ili niongeze, kama walivyosema wenye kutulea, kun mustafidan kula yaumin ziyada. Lakini dhurufu zimetubana, mambo yamekuwa mengi, kama wanavyosema wakubwa hawa, alwajibatu aktharu min alawqat, majukumu ni mengi sana kuliko muda aliotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi atuneemesha na sisi ambao hatukuhudhuria angalau kwa nia zetu.
Muda umekwenda na sihaba. Mimi nashukuru Sheikh Abdallah kwa nafasi hii, na hayo yote unayosema kwangu mimi ni dua. Napokea kwamba Mwenyezi Mungu anikubalie kwa ulimi wako na kwa nia zako na kwa mapenzi yako na sote tuliokuwepo hapa. Lakini sisi ni ule mchanga unaokaa karibu na dhahabu. Bwana mmoja alisikika akisema, walastu minhum bil aishi fihim walakin ma'dinu dhahabi rakamu. Watu walimweka mbele kama hivi ninavyowekwa mimi, kupachikwa kama paka mdogo katikati ya masimba makubwa na pachikwa. Sasa akawaambia, msio na wasiwasi, mimi sio katika hawa, bila aishi fihim, kwa kukaa nao. Na kaa nao kwa vipi? Walakin ma'dinu dhahabi rakamu, siku zote dhahabu inakaa mchangani. Kwa hiyo mimi ni ule mchanga unaokaa karibu na dhahabu. Mwenyezi Mungu nasi atufikishe tuwe kama wao. Ramadhani inakwisha. Kwa jicho la mbali Ramadhani imeisha. Mwenyezi Mungu atuwafikishe siku zilizobaki tuzikitimishe. Al-umuru bi khawatimiha. Wenyewe wanasema mambo siku zote uzingatiwa mwisho. Hata Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akiwa na dua yake kila siku akisema kama wanavyosema wanachuoni, Rabbi ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira yaumin yauma alqaka ya Rabb. Mwenyezi Mungu nijalie bora ya umri wangu mwisho wake, na bora ya matendo yangu miisho yake, na bora ya siku utakazonijalia kuishi ni ile siku nitakayokutana na wewe. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimaanisha kwamba mwisho wa jambo ndipo kwenye kuzingatiwa, kama alivyosema wanasheria katika zile kaida zao za kifiki, al-umuru bi khawatimiha. Vipi unaanza sio hoja, vipi umemaliza ndio kwenye utamu. Nachunguza kitu chochote, hata kulala, jimai, utamu kwa wapi? Mwisho. Hata safari, unaanza safari unachoka. Haya, uenda Tanga, ushaiona majani mapana ile pale, raha yake unaionaje? Kwamba alhamdulillah nimefika mimi. Kwa hiyo al-umuru bi khawatimiha. Mwenyezi Mungu atujalie miisho mema. Ramadhani yetu huku mwisho iwe bora zaidi kuliko tulivyoanza. Semeni amin. Akubali kila tutakifanya pamoja na uchache na udhaifu tuliokuwa nao. Sasa kuna maisha baada ya Ramadhani. Hilo ndo la msingi. Nihitimishe maneno haya kwa habari tunazosikia kutoka kwa wanachuoni kwamba salafu na salih, wanachuoni wema waliotangulia, wao walikuwa wakiipokea Ramadhani miezi 6 kabla ya ujio wa Ramadhani, wakiipokea kwa miezi, wanajitayarisha kuipokea Ramadhani miezi 6, na ikiondoka Ramadhani wanaiaga miezi 6. Hayo ndio maisha yalikuwa ya salafu na salih rahmatullahi alaihim taala ajmain. Mungu awarehemu. Yani wanajitayarisha kuipokea Ramadhani kwa muda wa miezi 6, na wakiishi katika Ramadhani, ikiondoka Ramadhani wanaiaga kwa miezi 6. Maana yake wajua, maana yake wao mwaka mzima wakiwemo katika Ramadhani. Ndio maana yake. Hawakuwa na tofauti ya maisha yao katika mwezi wa kufunga na mwezi wa mala mchana tunaita. Ukumuona mtu ana tofauti, Ramadhani yuko hivi na nje ya Ramadhani yuko vile. Hawakuwa na picha mbili tofauti, mwaka mzima wao wakiwa katika Ramadhani. Na hoja yao ni aya iliyokuja kuelezea mwezi wa Ramadhani na yaliyomo ndani ya Ramadhani. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumu as-siyamu. Wao wametizama neno as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wanasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaliki wala hakusema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus sawmu, wamesema as-siyamu. Kwa nini? Sasa kuna tofauti kwa baadhi ya wanachuoni baina ya tafsiri ya swaumu na siyam. Wengi wanakuambia swaumu ni kujizuia kusema tu, inni nadhartu lirrahmani sauma.
ameamrishwa na Maryam mamake Isa ibn Maryam kwamba usiwe na wasiwasi, haya yaliyotokea wewe usiseme na mtu, na sana unataka kusema sema mimi nimeweka nadhiri ya swaumu, falan ukallima al-yawm, sitaongea na mtu. Kwa hiyo swaumu ni kutosema tu, kukaa mchana kutwa wewe unaongea na mtu kwa ishara tu. Vipi? Masaa 12 wewe upo katika swaumu. Lakini siyam ni zaidi ya kutosema, kama tunavyojua wote, tumekaa katika vitabu, tumesikiza durusu zetu, kujizuia kusema, kula, kuendea matamanio, sijui kadha wa kadha, vitu tele. Al-imsak, yani imetumika neno al-imsak minal muftirati au minal mufattirati, utakapopokea umejizuia na kila kitu chenye kuharibu hiyo siyamu, maneno mabaya, urongo, namima, wanadharu bishahwa, nia mbaya pia na vitu vingine vyote. Kwa hiyo wao walichukua hili neno asiyam likawabakisha mwaka mzima katika saumu. Nichukue nafasi hii, imekuwa ni mazoea na wengi sisi twaona kwamba ikifika huyo muwaddaa ya Ramadhan, sawa sawa na huyo Mmasri alionekana siku ya Idi kakaa kiti kirefu akisema Ramadhanu walla hatiha ya saqi mushtaqatun hannati la mushtaq. Sasa Ramadhani ishakwenda, mtilie. Yuko kiti kirefu, kofia kishavua, kanzu kaiweka begani kama nilivyoweka hichi kishali. Huyu alikuwa kafunga juzi. Ndio haya maneno yake. Sasa Ramadhanu walla, Ramadhani shenda zake, hatiha ya saqi, nitilie. Anaagiza pombe na tembo, nitilie. Mushtaqatun hannati la mushtaqat. So mimi isipokuwa hii pombe yenyewe mimi ndio imenimisi. Mimi sijaimisi sana, lakini yenyewe haijaniona. Haya sio yanayotakiwa. Ramadhani, ngoja nimalize maneno haya, imekuja kutuhakikishia kwamba ma raaitu aiban min uyubi nasi ka naqsil qadirina ala tamam, kama alivyosema Mutanabbi, hakuna aibu katika aibu kubwa za binadamu kuliko kushindwa mwenye kuweza kukamilisha mambo. Mwanadamu Mwenyezi Mungu amemtengeneza flexible, anaweza chochote. Mwanadamu anaweza. Wewe ukikaa hapa ulimwenguni unaweza chochote, hujataka tu. Lakini ukitaka kuruka kama ndege waweza, ukitaka kutembea kwa tumbo kama nyoka unaweza, ukitaka yani wewe unaweza. Ni maji kabisa, ukiweka kwenye chupa yanachukua sura la chupa, ukiweka kwenye mtungi anachukua sura ya mtungi, ukiyamwaga ardhini anakwenda kama ardhi. Na ndivyo alivyoumbwa mwanadamu, tofauti na viumbe wengine. Malaika atabaki kuwa nani? Malaika. Ibilisi atabaki kuwa ibilisi. Hata mbwa ukimfundisha, utakavyomfundisha atabaki kuwa mbwa tu. Hamna siku mbwa atakuja kuwa kama ng'ombe. Lakini binadamu anaweza leo kuwa simba, binadamu anaweza kuwa leo chatu, binadamu leo anaweza kuwa udongo. Kwa nini? Ndivyo Ramadhani imekuja kutuhakikishia sifa hiyo. Tulikuwa tukidhani hatuwezi sisi kutosema urongo, lakini imetuhakikishia kwamba ndani ya siku 30 au 29 tunao uwezo wa kusema kweli tupu. Ndivyo sivyo? Tulikuwa tudhani sisi hatuwezi kukaa mchana kutwa bila kula wala kunywa wala kuvuta sigara zetu. Ramadhani imekuja kutuhakikishia tunaweza. Hatuwezi? Tulikuwa tudhani hatuwezi kukaa madarasani siku 30 au 20 ngapi kama hizi tukisikiza Qur'ani tu kwa muda huo huo tuliojipangia. Ramadhani imekuja kutuhakikishia tunaweza au hatuwezi? Tulikuwa tudhani sisi hatuwezi kuswali la iza kikuswali jamaa. Nakaa mtu mwaka mzima haswali, anakula, anafanyaje, adhana isikia lakini hakimili msikitini. Ramadhani imekuja kutuhakikishia tunao uwezo wa kuswali tena jamaa, na tukaatendi vipindi vyote vitano. Tukasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mara 17, mara 2 alfajiri, mara 4 ya dhuhuri, mara 4 alasiri, mara 3 magharibi na mara 4 tena isha. Tumesimama kwa khushui, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mwanzo tulidhani hatuwezi, lakini Ramadhani imekuja kutuhakikishia
kwamba sisi twaweza, na mengine ambayo siweza kuyataja yote hapa, kila mmoja anajua. Tumeswali, tumeshiriki tarawih, lakini tumesimama usiku. Hamna kitu kigumu kama kusimama usiku, tulidhani hivyo, kumbe ni rahisi tu. Unaamka, tunaingia katika lile kundi la tatajafa junubuhum anil madhaji, wote tuna vitanda vizuri, tuna wake wazuri, tuna mapazia mazuri na mashuka, tumeyaacha. Inafika wakati qiyamul laili, tumesimama. Huu ndio mwendo waliokuwa nao salafu na saleh nje ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani. Nichukue nafasi hii, kama tulivyoweza, kwa mfano tumeacha vyetu vya halali kuvila, kuvinywa, kuvitumia, kumbe tuna uwezo basi wa kukimbia na kuvikataa vile vya haramu. Mwenyewe uja kunywa kahawa yako. Kuna watu mimi najua na uraibu, akiamka asubuhi tu lazima anywe kahawa. Sheikh Abdallah, nilisafiri na bwana mmoja, simtaji jina, tulikwenda moja katika miji hapa Tanzania. Asubuhi baada ya uradi tumeswali, akasema tutoke kidogo tukatafute kahawa. Yeye ana uraibu kwamba asubuhi lazima anywe, apate pafu mbili za vikombe vya kahawa, kama tunavyoona watu wengi miongoni mwetu Basi tumeutembea mji ule, asubuhi hakuna kijiwe cha kahawa hata kimoja. Pale pale kisa tutafute usafiri turudi Dar es Salaam. Sio mji wa kukaa huu, sio mji wa kukaa. Kivipi sasa? Basi yeye akatia nyama tu. Unajua mle katika vikazi vya kahawa ndio unapata habari za mjini. Sasa hapo utapata wapi habari za mjini? Turudi tu. Kila nilivyomwambia, sasa utabaki wewe, mimi nitaondoka. Lakini mtu huyo pia nimemwona Ramadhani hii siku zote hajakunywa kahawa hata siku moja asubuhi. Uraibu ule kauua. Kumbe tunaweza. Ndugu zangu Waislamu, katika mwisho au katikati ya karne, mwisho wa karne ya 10 kitu kama hivi, tutakuwa nimepitia kidogo, lilikuja kundi linaitwa al-Murji'a. Katika makundi ya mu'taqadati, mambo ya kalamu haya na tauhidi, kuna kundi na madhehebu hasa yapo yameanzishwa ya watu wanaitwa Murji'a. Murji'a ni akina nani? Ni wale watu ambao kwamba wanaamini imani peke yake inatosha, na si lazima imani ivikwe na matendo. Imani, mtu akisema tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada, inatosha. Mtu huyu tena si lazima kuswali, si lazima kufunga, si lazima chochote. Dhehebu lile limechukua nafasi kubwa sana sana, na sasa hivi ukitizama kila mtu ni murji, waliyadhi billah. Yeye ni Muislamu imani tu, lakini hana harakati zozote za kuikazia ile imani yake, na ndivyo vitu vya msingi. Ndugu yangu Muislamu, al-iman wal amal tawamani. Tusijidanganye, hakuna mtu atakayeingia peponi kwa imani tu. Hadithi ziko nyingi, lakini kana mashaka atakwambia maana yake nini. Utasikia man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala la ilaha illa Allah. Pia Firauni alisema, au akisema Firauni, au amjue habari ile. Firauni kasema la ilaha illa Allah, Mungu anambia al'an bwana, al'an, sasa hivi la ilaha illa Allah. Sasa hivi ushaona mchezo ule pale, ngoma live. Hakuna la ilaha illa Allah isiyokuwa na matendo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka siku moja akawaita watu wake kwa majina, ya Abbas amma nabii sallallahu alaihi wasallam, ya Atika amata nabii, ya Fatima binta rasulillah, i'malu. Abbas, wewe ni ami yangu tu, nakwambia kabisa, fanya. Atika, wewe ni shangazi yangu, baba mmoja mama mmoja na babangu mzazi, lakini fanya. Fatima, binti yangu kipenzi changu, fanya. La yaatini nnasu biamalihim watatuni biansabikum, wasinijie watu siku ya kiyama huko kwa matendo yao, nyewe mtanijia kwa nasabu zenu. La, fanyeni japokuwa mimi ni mtu wenu. Man abtaa bihi amaluhu lam yusri bihi hasabu, yoyote ambaye matendo yake yamemchelewesha kuikimbilia hiyo pepo. Tumeisikia hapa wasari, kama mtu hakuyafanyia kazi hayo, hasabu yake na imani yake haimsaidii.
mwisho Mwenyezi Mungu anasema wazi katika Qur'ani, suratu Al-An'am, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'dhu ayati rabbika yauma ya'ti ba'dhu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Mwenyezi Mungu anasema wazi pale, na sio hadithi ukaitafutia daraja zake labda si nini. Mungu anasema hawa watu walioingia madarasani wanapata bakti ya kuwasikia mashekhe ambao wanatosheka na imani tu, hawafanyi chochote, wanasubiri nini? Wanamsubiri nani awaambie wamuamini? Hal yandhuruna illa an ta'tiyahumul malaika, na wao wanasubiri ajiwe na Jibrili awaambie, au yati ya rabbuka, au aje Mola wako Mungu ashuke mwenyewe awaambie, au yati ya baadhi ayati rabbika, au kiwajie kifo. Wanasubiri nini? Mbona waswali? Wanangoja Ramadhani? Hawafungi, wanangoja Ramadhani? Wanasubiri aje Mungu, aje malaika? La, Mwenyezi Mungu anasema waambie hao wameitegea hiyo, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Waambie siku kitakachomjia mtu kifo, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, haitomnufaisha mtu yoyote imani yake siku hiyo ambayo haikuwepo kabla ya siku ya kifo. Yani unangojea unakufa na unasema ashhadu an la ilaha illa Allah, imani hiyo haina haja. Au kasabat fi imaniha khaira, au alikuwa na imani siku nyingi, kazaliwa Muislamu, babake ni Muislamu, mamake Muislamu, au alikuja kusilimu katikati lakini akawa yeye Muislamu poa. Imani hii pia isiyokuwa na kasbul khairi haimsaidii mtu. Mungu akaleta ukali akisema waambie wasubiri, na mimi nawasubiri huko. Kwa hiyo ndugu zangu, nataraji kwamba sisi tuliopata bahati ya kuingia katika Ramadhani yetu hii ya mwaka huu itakuwa Ramadhani bora kuliko Ramadhani zote zilizotangulia. Kivipi? Kwa sababu tutaendelea nayo mpaka tukutane na Ramadhani nyingine. Tusemeni inshallah. Mwenyezi Mungu atukubalie matendo yetu, azisamee kungwao zetu, na zile ibada zetu zilizokuwa nyonge nyonge Mwenyezi Mungu azitie nguvu, na haya yote yaliyofanyika hapa Mwenyezi Mungu arudishe kheri zake kwetu sisi kwa kutupa wepesi wa kuyatumia. Kama tulivyosikia, Qur'ani inataka kusomwa, kufahamiwa na kuzingatiwa na kutendwa. Mwenyezi Mungu atujalie yote hayo yaingie katika maisha yetu. Wama alaina illa albalagh mubin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afwa minkum.